Karibu sana kwa kipindi chetu cha leo. Leo tunazungumza na wale watu ambao wana trend sana mitandaoni, wanatikisa mitandao bila ruhusa yani. Leo niko na jamaa mmoja hapa ambaye picha zake zimetrend sana Facebook, wapi? Wewe jamaa, mambo vipi? Fresh kama kaa unyama wanangu. Au sio? Hivi wewe Nyaga Media, take away now. Is a time. Wanapokuwa wanasema yule jamaa mwenye picha Facebook, wanakuwa wanamzungumzia nani hasa? Wanazungumzia Mr. Kuweza White. Mr. Kuweza White? Yeah. Ambaye ndio wewe hapa? Yeah, mwenyewe hapa. Au unasemaje? Hakika mwenyewe atakosea. Unaona hata sasa hivi tuko live hapa. Umeona? Hapa nina watu wangu Sony watakuja kuingia online hapa. Ni fresh. Safi kabisa. Kwa hiyo wewe ulianza kupost picha lini wewe? Picha nimeanza kama 2023 hivi kwa sababu account yangu ina muda mrefu, sema tu kipindi hicho utoto mwingi, watu watujua mambo social media, tumekaa nyumbani hatuelewi. Lakini dakika za mwisho tukawa tunakutana na baadhi ya watu wanatokeleza oya mtandaoni, fanya hivi 1 2 3 na wewe katiki. Sasa kuanzia 2023 ndio nikaanza mdogo. Mwanzo nilikuwa napata like moja kwa mwezi. Like moja kwa mwezi mzima. Wewe amini like moja kwa mwezi. Kwa sasa hivi unapata like ngapi ukisha post picha moja tu? Saizi afadhali mambo yametiki kwa sababu nikiamua kwa lisali moja like 100 sikosi. Umeona sasa hiyo hatua. Au unasemaje? Wengine unajua wasanii wengine wao wanakimbilia like sana. Wewe hivi unafukuzia kitu gani? Mimi mwenyewe ni mtu ambaye anapenda like. Sipendi yani niposti picha afu nikose like. Waga sipendi. Au unasemaje? Unajua usipoiona hata si yani kama wewe ni followers wangu na kufuata inbox wewe hakikisha umeweka hiyo kitu kwanza. Au unasemaje? Kwa hiyo unahisi ni kitu gani ambacho kinawavutia watu kuweka like, au ni sura yako au ni nini? Unafikiri ni nini hasa kinawavutia watu kulike picha zako? Kulike watu picha zako. Kuna wale watu watakulike kwa sababu wanakujua. Kuna wale watu watalike kwa sababu kitu ambacho umekiweka na ile content ambayo umeweka pale juu. Ndio inaweza kusababisha mtu akaweka like au mwingine anacheki lakini ana score. Kuna mwingine umeweka content ambayo imemgusa unakuta cha kuwekea kwa sababu umeongea kitu ambacho kimemfanyaje kimemgusa. Au unasemaje? Kwa kama leo umeshaweka picha ngapi Facebook? Yani hapa ukiingia tangia asubuhi zipo kama 20 hapa nimepost kwa sababu nina challenge ya wiki. Challenge 20 ya wiki. Wote tayari umeshaweka kila kitu. Nishamaliza challenge yao. Au mpaka sasa hivi like zipo ngapi? Tunaweza tukaona hapo zipo ngapi? Hapa tupo live nikisema ni scroll, waambie ma-followers hapa wacheke hapo kwenye Mr. Kuweza White watajua ziko ngapi hapa. Au unasemaje mwanangu? Lakini nasikuwa tangia asubuhi tuna kama viewers kama 5000 hivi. 5000. You don't care. hata sijali. Au unasemaje? Hakika Mr. Kuweza. Kuna stories zingine zinasema kwamba yule jamaa sasa hivi anajiona. Wewe unaichukuliaje? Unajua mtazamo wa watu au sijui hata niseme. Yaani huwezi kufanya kitu kwa kufurahisha watu wote. Yes. Unaelewa? Wewe utanichukulia fara, mwingine ataniona kama nina akili, wengine ataniona dogo na elimu, wengine wanaona dogo na fara, sijui nini, lakini mimi najua moyoni mwangu kuna kitu nakitafuta, watu hawawezi kuelewa. Yes, kuna neno moja umelisema kwamba tangu 2023 ulikuwa una post picha, lakini zile picha bwana ilikuwa kama kipindi, yani kama vile utotoni nini. Ni lini unaanza kujielewa kwamba sasa hivi ndio umeanza kuweka yani mambo sawa? 2024 hiyo baba. Kwa hiyo na kitu mwaka mmoja. Na kama mwaka mmoja hivi. Na karibia kuanzia Disemba ndio nitakuwa nimetimiza mwaka mmoja tangu naanze ku post content ambazo zina uhakika. Okay, sawa. Kwa sasa hivi dunia inaenda kasi sana. Yeah. Mtandao wako unakulipa? Mtandaoni hawajaanza kunilipa lakini target yangu mpaka na mimi nilipe why me. Hujakizi vigezo. Vigezo ninavyo sema tu kinachosumbua sijui boss wangu hata nione. Unajua mwana ukizaliwa na bahati mbaya ukizaliwa na bahati mbaya kutoboa inakuwa ni changamoto kwa sababu kila kigezo ninacho. Hata ukiangalia account yangu kigezo cha kulipwa inacho lakini mpaka sasa hizi nashangaa boss hajaruhusu mimi naanza kupata maokoto. Uone kwamba ndo unapigwa hivi. Mimi mwenyewe wananipiga za chini. Ila anytime muda wote goda kibrace tunaanza kufungua. Oya mamitonyo hiyo hapo. Watu hawezi kuamini. Manager wako ni nani? Manager wangu mimi mwenyewe ndo najimanage. Unajimanage mwenyewe. Na unajiambia au kuna mtu labda unataka kumfanya manager lakini kizilisili. Kama na matumizi kwa sababu mimi na matumizi mengi kwa siku. Hatutumiagi chini ya GB 2. GB 2. Na hapa tulipo unajua GB 2 ni hela kubwa umeona. Kwa kama manager anajikubali aje na mzigo wako tumuoneshe vitu. Ni vyanzo vyako vya kupata pesa labda kupata MB na nini GB kwa ajili ya kuhakikisha na kazi zako nzima. Hiyo ni siri yangu sasa nataka nipe mafanikio yangu yeye. Unajua watazamaji wanaokutazama sasa hivi wanatamani angalau kusema yule jamaa maybe tunaweza tukafuata nyayo zake, si unajua? Okay. Mimi kazi yangu sasa ni mtu ambaye nimejiajiri. Mambo ya mtandaoni freelancer. Kwa sasa nilikuwa freelancer lakini kutokana na baadhi ya situation ambazo nimekutana hapo wakati nimestop lakini sasa hizi kazi yangu nipo kama wakala kwa sababu ndo naingiza
unajiingizia kipato, unapata ya kula, ya bando nini fresh, maisha kama kawaida. Au unasemaje? Unyama mwingi. Au unahisi kwamba wale watu wanaokutazama mara nyingi au wewe unawapa MB za bure kwa ajili wa wengine? Au unasemaje? Yaani mimi kuna muda tunatoa gift. Kwa hiyo tunaona huyu mtu ni mtu bora. Yule mtu na post ya niruki nikiweka kitu yupo huyo. Sasa kuna ile tunasema tukitimiza followers kadhaa kuna mtu atapata zawadi kama 3 hivi. Nadhani kwenye comment wapo wazo ambao washakupata zawadi. Kuna mashikaji anambia oya leo 1 2 3 tumepata nini? Leo umefanya kitu sogea hapa tufanye nini 1 2 3. Tuna drink sometimes unajua. Au sio? Kuna watu wawili watatu unaweza ukawataja ambao labda umeshawahi kwa support kwa sababu umeona kwamba wanakufuatilia sana. Kuna Nyaga Media take away now. Kuna huyu hapa anaitwa Cedro. Anaitwa Cedro. Cedro kijana wangu naye mkubali sana, naye ni content creator. Ameanza juzi lakini sasa ashafika K10. Na leo alikuwa na celebration. Cedro. Cedro. Kwa sasa yuko wapi? Yupo mazingira yupo road lakini popote alipo najua ananisikia. Cedro na kukubali sana mwanangu. Au unasemaje mwingine? Hakika kuna mwingine anaitwa Mr. Kapaya. Mr. Kapaya. Kapaya. Huyo Kapaya ni nani? Hilo jina kama nishawahi kulisikia. Huyo Kapaya ni mshikaji wangu kindagindagi yani nikiposti ya niruki. Na mshikaji wangu. Yeye wa kazi zake ni zipi? Na yeye ameanza tunaanza kumrudisha mifumo ya kuposti. Au sio? Na yeye sio ataanza kutrain. Au ndio yule jamaa nipigaga anapenda sana muziki yule. Mwimbaji wa kwaya yule kwa Yamasa, mambo ya beat nini mix, yumo vizuri na ni maestro. Hakika sio maestro bwana. Basi sawa Mr. Kuweza. Naam. Kuna jambo moja ambalo nataka kuzungumzia. Wewe umesema kwamba una manager. Yeah. Mwisho wa siku umesema kwamba unajimanage mwenyewe. Haoni kwamba hapo unatuchanganya? Mimi lazima nijimanage kwa sababu unapoanza kitu watu hawezi kukuona, lakini unapoanza kuleta mafanikio watu wataanza kukushika. Yaani ukiona mtu ameanza kukusupport au upo kwenye zero, jua wewe ushakuwa mtu fulani, ameshakuona una kipaji fulani au una kitu fulani, kwa sababu watu hawezi kufuata wako kwenye hasara. Unafuata kitu ambacho kitawapa faida. Ukiona umepata manager, jua wewe manager imebidi sasa na wewe uongeze nguvu ili manager asiingie kiasara. Umeona, ili na wengine wazidi kuvutiwa na kazi zako, mambo yote yakae sawa. Au unasemaje? Kwa hiyo kwa muda huu ambao sijapata manager ndio maana natumia nguvu kubwa sana na force. Ili na mimi sasa nianze kuonekana nina kitu au account yangu inaweza kuwa na kitu fulani, watu wakaanza kuitamani. Washaanza kuitamani wazungu, sometimes wanaidukua, wanafanya uchokozi, wananiharibia, lakini inakuwa nairudisha sometimes unajua. Au kuna ile kwamba mtu anapokuwa amefulia mtandaoni anaanza kusingizia maybe inawezekana, lakini mimi kuna kipindi nilikuwa sionekane online kutokana kwamba account yangu imechukuliwa. Nikawa natumia nyingine, naambia watu wangu mnifollow, dakika za mwisho sasa Mungu naye sio Asmani, nikafanikiwa kuirudisha. Kwa hiyo sasa hizi ninayo account yangu na sitorudia tena kuipoteza, sababu kilichokusababisha niipoteze ilikuwa ni tamaa. Kuna wengine wanasema kwamba unajua wasanii wengi au watu wengi ambao wamekuwa wakitrend sana mtandaoni, wakipotea tu, wakishapotea wanaanza kutafuta sababu kwamba account yangu si nini, na hiyo comment itakutana nayo. Ni kweli hiyo lazima kwa sababu hakuna anayekubali kushuka down kizembe. Yaani lazima utafute kisingizio, unashukaje kisenge sasa. Au unasemaje? Sometimes unajiongeza unasema wewe mafansi kuna 1 2 3 imetokea msinielewe vibaya, kumbe mwenyewe una mifumo, umepotea mjini. Kuona wewe umepotea. Mimi sikupotea. Mimi niliingia na akili zangu za tamaa za utoto, mzungu nikajichanganya 1 2 3 nikachati nani nikamtumia receive code, kumbe ndo imeondoka. Kumbe ndo imeenda hivi. Imeondoka hiyo. Alikuwa kiki wakiona. Alikuwa kike mama fulani hivi. Ameingia sijui I love you 1 2 3 nitumie na sijui namba yako nikutumie pesa. Sasa wewe inakuaje? Mimi nakuona smart kabisa, hata brain iko fresh kabisa. Wewe ni kwaje mpaka unachanganyikiwa kwenye upande wa mahusiano umekaidi? Mahusiano? Mahusiano nipo kwenye mahusiano na mtoto wa mtu hivi, ila siwezi nikamtaja. Ila najua kama nipo kwenye mahusiano. Sipo si. Kwa nini unataka kumtaja? Au ndio unatupanga? Sio na wapanga, yupo. Au utaki kuwachanganya, wataona kwa sababu hapa iko live hii, unajua itapostiwa hii. Iko live. Au sio? Mtu wangu yeye alipo unajua kama mshikaji ananipenda sana. Unajua? Alafu kutokana na mazingira na baadhi ya situation naweza nikamtaja kumbe nimemchomekea kesi nyumbani akafukuza. Lakini si mapenzi tu. Si mapenzi, unajua mapenzi yana nguvu. Wewe unanikuta nimtaje, simtaje. Ndugu wapendwa watazamaji, nipo na Mr. Kuweza hapa. Naona kama ananipanga fulani hivi, si ndio? Lakini Mr. Kuweza kuna picha fulani wewe kuona mtandaoni. Picha kali fulani hivi, umepigilia naniliu jinsi fulani kali hivi. Pale ulipigia wapi au cameraman wako ni nani? Sio jinsi tu. Sio hata suti hapa zipo nini unyama Au unasemaje? Hakika kwa picha za kuposti wao na haijalishi ni picha za aina gani yani. Sasa hizi ninachokiposti yani chochote ambacho naona kimenivutia naweka. Unaweka?
Lakini kipindi hicho ilikuwa ni must niweke picha yangu. Kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nazitengeneza mwenyewe. Okay. Kwa sasa hivi nisha edit mpaka nimechoka. Kwa sasa hizi mambo ya kuedit inakuwa sometimes sina muda wa kuedit. Niko busy na mambo yangu. Kwa hiyo yote tu ikinivutia naweka. Hata wewe kwako leo nikimind tu naiweka. Unaiweka. Cha msingi tu nipate like. Naona semaje? Hiyo picha inaonekana kama ulikuwa umetoka kanisani. Ni kweli au ulikuwa mimi Church boy, mimi sio mwana kwaya bwana. Kwaya wapi na wapi? Wewe ni Church boy. Watu wa JP. Au unasemaje JP? Mambo ya kwaya tuelewi. Haya bwana, kwenye picha bwana, ukiposti picha kuna wale ambao wanakutusi, wanakutukana. Unajisikiaje unapotukana kwa picha yako na umeikubali yani? Sasa watu ambao walikuwa wananitukana kipindi hicho ni kutokana na edit ambazo nilikuwa nazifanya, kwa sababu nilikuwa nafanya edit sometime nipo United States, Los Angeles huko, USA sielewe, nimetua nini bichi kama zote, hata wadogo sio na tamaa moja mbili tatu. Lakini muda ule mimi nilikuwa nachukua kama ni kazi, kwa sababu nilikuwa najifunza mambo ya kuedit nini. Kwa hiyo hizi nishamaliza, ndio maana saizi hawaoni zile edit, nishajua ningetaka huo mfumo anapitia wapi. Kwa sababu hizi edit zangu tu zimetulia za kawaida sana tu. Ni changamoto gani ambazo unapitia wewe na zile ambazo zinakukatisha tamaa? Changamoto, kuna muda unaandaa picha yako unasema hii picha kweli ni kali, au video unasema hii picha kweli nikipost naweza nikapata like nini ka trend, dakika za mwisho naiweka sasa. Unashangaa hata yani imepoa tu. Anza kusema au ngoja kesho tena niingie shoot nikashoot nyingine. Kwa hiyo ndio changamoto. Kuna muda unaandaa kitu unasema hiki kitu ni kikali kwa ajili ya watu. Kumbe watu wenyewe hata wakioni. Yaani hata waelewi. Hata wakioni bwana. Ulishawahi kukatishwa tamaa mpaka ukatamani kuacha kabisa na ni kitu gani kilikufanya uweze kurudi? Hilo lipo wazi, watu yaani wanaokatisha tamaa ni wengi kuliko watu wanaosupport. Kwa hiyo ukiwa mjinga ukikatishwa tamaa ukaenda, wewe umeenda nao. Kwa hiyo lakini akili ya mtu anayetumia akili wakikukatisha tamaa, sema yes, ngoja sasa kesho na mimi nirudi mzigoni sasa uandae kitu kikali ili hata wale ambao walikupinga kipindi hicho waje waseme yule dogo kweli alikuwa anajifunza. Kuna wale wengine wanakufagilia sana, ni maneno gani ambayo unatamani wayasikie leo? Oya, kwa yule mtu ambaye ananifuatilia sana, na wakubali sana tena na wapenda sana. Napenda wale watu ambao yani hamniluki. Kwanza respect watu wa Kenya, magenzi wa Kenya. Wagwani. Watu wa Kenya respect sana na wakubali sana. Kuna mtu yeyote wa Kenya ambaye unaweza ukamtagi? Mtu wa Kenya kuna hapa anaitwa Baba Jose. Baba Jose. Mtu wa Kenya huyo, unaweza kumta mtu wa Singida. Umeona? Kwa ninao wengi tu. Okay, na kwa wale ambao hawakujui kabisa, ni kitu gani ambacho unatamani leo wakitambue? Wale ambao wanijui, wanachotakiwa kujua au wanachotakiwa kufahamu ni kwamba mimi ni mtu ambaye nina basic kwenye mambo ya social media. Lakini mimi kwenye basic yangu nimewekeza sana kwenye mambo ya Facebook. Umeona? Kwa hiyo mimi ni content creator. Unaweza kushangaa lisali moja nimepost 100. Ukitaka like ukichoka cha wenzako atalike ndio. Ni vipi watu wanaweza kukupata mtandaoni? Mr. Kuweza White ukisearch hapo huwezi kunikosa. Mr. Kuweza White. Kuna picha nyingine uliposti, halafu nikawa nimetafuta mimi akasema kwamba ni mapacha. Hujawahi kusikia? Inawezekana sababu wewe nikicheki kama vile baba kuna vitu alifanya sio? Wewe. Ndugu watazamaji, ni Mr. Kuweza pamoja na Mr. P Muweza. Au unasemaje? Nyaga Media. Take away now. Kuna kitu chochote ambacho unatamani kingeboreshwa zaidi kuhusiana kwa upande wa kameramani au editor au kama ni wewe, kuna kitu ambacho unaona kwamba hiki ni cha kurekebisha? Kwenye kurekebisha cha kwanza tunataka yani sometime mwe mnatutembelea sana ili mwe mnatupa interview kama hivi hapa. Unajua ukipewa interview sometime na enjoy. Unajua hapa nina watu wataniona, baadhi ambao wananijua, hawanijui, wataniona. Kuna mtu fulani anaongea content fulani hivi hapa. Kwa ndo inakuwa vizuri sana kama kameramani hapo nini, na wewe mtangazaji unaweza kuja kesho ukaja na wadada hapa nini, mambo fresh. Kwanza nitamani uje na mrembo akae hapa. Unasemaje? Mwambie boss aongeze ubunifu. Ni maneno gani ambayo unatamani kuwafikishia watu wa Nyaga Media? Nyaga Media, cha kwanza tuseme shukrani sana na pongezi kwenu kwa kunitembelea kwa mara ya pili. Ni mara pili mnafika kwangu. Kwa hiyo tuendelee na muendelee kwa support hata wengine, kwa sababu wapo wengine wanatamani kupata hizo nafasi lakini bado hamjawafikia. Kwa hiyo muendelee kwa sababu humu vibaji viko kama wote, umeona? Kwa tuendelee na muendelee kuwafikia na wengine ili wazidi kujulikana. Sawa kabisa. Asante sana kwa muda wako wa kutusikiliza, lakini pia kwa mchango wako mkubwa sana ambao ninaamini bila shaka kwamba umekuwa ni kama madini fulani, ferrous yani iron fulani hivi. Na Nyaga Media hatutaacha kuwatembelea kila siku. Hakika sasa welcome anytime tupo. Au sio? Tutawapokea. Pamoja sana ndugu watazamaji wa Nyaga Media, karibuni sana. Leo ni huyu, kesho ni wewe. Hakika jiandae basi. Pamoja. Prosli.